wana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Wow. Tena kauzito kapo waka. Katoto waka. Dr. Kitimbu. Mama, kiukweli kwenye hili umenikosea, naomba uondoke. Suzy, calm down. Relax. Huyu ni mama. Inakuwaje unamfukuza hivyo? Hata iweje haupasi kumfukuza hivyo. Mbona unatoa maneno makali hivyo mbele ya hawa wengine? Dokta, ili niwe sawa, mama toke nje. Lakini sio kitu kizuri. Huyu ni mama. Anapaswa kuendelea kuwepo hapa kwa ajili ya kuendelea kuchunguza afya yako. Anafuatilia mambo mengi tofauti tofauti. Inakuwaje unakuwa na maamuzi hayo, Suzy? Shida nini? Kosa langu liko wapi lakini? Nimesema mama atoke nje. Dokta, mimi na tatizo gani? Tafadhali mama. Please. Mona. Mama, sorry. Naomba uende nje tafadhali. Hebu mwenyewe tukae. Suzy, relax mama. Relax. Dr. Kitimbu wana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu wana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Umefanya vibaya sana kumkaripia mama mbele ya watu wengine. Tena unamfukuza. Mama anazingua bana. Sasa anasema kaona kondomu. Mimi dustbin. Lengo lake ni kunizalilisha, tena anaongea mbele za wale mabinti. Yule ni mama na ana haki ya kila kitu kwako. Ila nini dia? Umefanya makosa kuacha kondomu yako pale. Kusudi lako ni nini? Niwe radhi. Sikuwa na kusudi lolote baya. Ni kweli nakiri kuwa nimefanya makosa kuiacha kondomu iliyotumika pale. Ni vile tu nilienda kuwahi kuwahudumia wagonjwa wengine. Niwe radhi. Lakini nikuulize, Suzy. Iko wapi? Mbona haionekani kondomu yenyewe? Nani ametoa uchafu huo? Atena ni zaidi ya mimi. Wow. Asante sana. Iko wapi? Na uko wapi? Dr. Kitimbu wana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Wow. Tena kauzito kapo waka. Katoto waka. Thanks. Asante sana. Labda nikuulize, ulioteaje mpaka ukawaza kutoa haraka sana? Mama ameingia, hajaikuta. Wakati alipoingia mara kwanza, alikuta. Umeotea? Shika. Kama umjui utamona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia, makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye Yes mkuu. Yes, Afande Sengo. Kuna kazi muhimu sana unataka kaifanye sasa hivi inamhusu dokta. Inamhusu dokta. Hiyo issue iko serious sana. Hiyo kazi ipo serious sana, Afande Sengo.
hivyo ingia kazini sasa hivi. Tunataka kujua huyo daktari anaitwa nani na kituo chake cha kazi kiko wapi na kinaitwaje. Tunahitaji taarifa muhimu na sahihi haraka sana iwezekanavyo. Sawa mkuu. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia. Ni kweli inasemekana chupi ya yule dada ilidondoka kutoka kwenye mfuko wa koti la dokta, na baadaye mume wake akaiokota, na baada ya muda chupi iliokotwa na mume wa yule dada. Baadaye kidogo kulisikika marumbano kwenye ofisi ya dokta. Alipoingia dokta akampokonya ile chupi na kusema ile chupi ni ya mke wake yeye dokta. Hivi dada, wewe unadhani kweli ile chupi ni ya mwanamke wake na dokta? Sina uhakika, japo nilitaka kuongea na yule kaka, ila mke wake alinikatisha. Samahani dada yangu, naomba nikaendelee na majukumu yangu. Okay, sawa. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Hicho ambacho umenihadithia hicho, kivyo vyote huyo ifi yako tayari ameshanyanguliwa na huyo dokta. Yaani huyo kaka yako asijipe moyo kabisa. Yaani una kitu hapo kimeendelea. Maana sio hali ya kawaida kwa mwanaume ambaye amekamilika huwa anaendeshwa na mkewe kiasi hicho. Yaani mpaka inafikia hatua hiyo kweli. Amekaa tu, hajachukua action yoyote ile. Kaka yako ana matatizo. Na alafu hili jambo ambalo yeye anajiweka peke yake pia hii ni shida kwake, kwa sababu yule bwana hana mshikaji, ana rafiki. Yaani yule unaweza ukamkuta yuko peke yake tu, na ndio maana hawezi kujifunza vitu vingine binafsi. Mume wangu, sijui hata niseme nini, lakini hata mimi nilipofika pale mwanzo kwanza walikuwa wananificha ficha, lakini mara namuona wifi yangu anamfinya mumewe, mara naona hivi. Mwisho wa siku wifi yangu kainuka katoka nje. Namuuliza, ananijibu jeuri. Kiufupi tu nimeshindwa kuelewana naye. Nikarudi ndani kuzungumza na kakaangu. Kakaangu naye anaonekana kuwa zoba kabisa. Ila mimi nikuombe kitu kimoja tu. Kwa nini usiende kuzungumza naye shemeji yako? Kwa sababu hata nilipotoka pale hakuwa sawa. Alionekana ni mtu ambaye ana mawazo sana. Sasa hayo mambo ya mahusiano ya watu haya, yaani sidhani kama itakuwa inapendeza mimi nikiingilia. Alafu yule mimi nijue ni shemeji yangu. Japokuwa ndio rafiki yangu, lakini kwa sasa hivi mimi ni shemeji yangu na mheshimu sana. Kwanza kwenda kuingia katika masuala ya mahusiano yake kidogo haipendezi. Ni kweli, lakini kumbuka yule hana mtu yote wa kumwambia zaidi yako. Tafadhali nakuomba nenda kazungumze naye. Sawa, nitajaribu kuzungumza naye tuone inakuwaje. Sawa. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Jagwa, niambie sema. Hebu jaribu kuniambia ukweli bila kunificha chochote kile. Sidhani kama kuna ukweli wowote, lakini jambo lenyewe ni jambo dogo ambalo sioni kama lina haja ya kumsimulia kila mtu. Ni kweli mimi leo nilimpeleka mke wangu hospitalini kwa ajili ya kwenda kupata vipimo, kwa sababu aliamka akiwa anajisikia vibaya. Na baada ya kufika hospitalini tulienda kwenye chumba cha daktari. Daktari akawa anahitaji kumpima na mimi nikawa nimetoka nje ili daktari aweze kuendelea na taratibu zake za kufanya vipimo. Wakati nimetoka nje, baada ya muda kidogo, daktari akawa ametoka kwenye kile chumba ambacho alikuwa anamhudumia mke wangu. Akawa anaenda kwenye wodi nyingine.
Sasa katika harakati za mpishano akawa ameweza kudondosha chupi ambayo ilitoka kwenye mfuko wake. Mimi niliweza kuiona ile chupi na kuisogelea. Baadaye nilipoisogelea nikagundua ni miongoni mwa chupi ambazo mimi huwa napenda kumnunulia mke wangu. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nimeshauti kidogo kama mwanaume, kwa sababu nayajua mazingira ya chupi za mke wangu. Nikabidi niibebe ile chupi niende kumhoji mke wangu. Baada ya kuwa nimefika kwenye chumba ambacho mke wangu alikuwepo, wakati na mhoji, kabla hajanipa majibu asilia, daktari aliweza kurudi. Na daktari alivyoingia akawa ameninyakua ile chupi. Akaanza kunipa maelezo ya kwamba ile ni chupi ya mke wake na imemdondoka kwa bahati mbaya, na yeye huwa anapenda kutembea na chupi za mke wake, hasa chupi ambazo mke wake anakuwa ameshinda nazo, kwa sababu huwa anapenda harufu yake. Sikuwa na maswali mengi, discussion nyingi, kwa sababu sikutaka ile jambo liwe kubwa. Nilichukulia tu ni jambo la kawaida. Basi nikawa nimemuelewa, na mimi nikamchukua mke wangu, akamalizia taratibu zake za vipimo, tukawa tumerudi nyumbani. Sawa, unaweza kuniambia jina la huyo daktari? Daktari mwenyewe kwa kweli simfahamu jina, lakini anaonekana ni daktari ambaye nikimuona hivi kwa sura namjua, ila kwa jina simfahamu. Na alionekana ni daktari mwenye mishemishe nyingi sana pale hospitalini. Unaweza kunitajia hicho kituo cha afya ulichompeleka mkeo? Sengo, sidhani kama hilo lina maana kwa sasa. Na hili jambo mimi sitaki liendelee kuzungumza sana, kwa sababu ni jambo ambalo limeshapita. Na sioni mantiki yake ya watu kuendelea kulizungumza ama kulihoji. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Sasa kaka wafunga mlango, wanataka kunipeleka wapi? Nataka kukupeleka wapi? Yaani hii mapicha unaoniletea unafikiri mimi sielewe? Lakini kaka, mimi nimeshakwambia sina mimba. Unanifanya mimi ni mtoto mdogo au sio? Mimi ndio wa kwanza kuona jua, mimi ndio wa kwanza kuzaliwa. Sasa hapa tunaenda hospitali kuipima hiyo mimba, pregnant. Tunaenda kupima. Pumbavu zako wewe, mweusi wa kijani wa blue. Hata kama, lakini mimi siendi huko nakotaka kunipeleka. Wewe usinifanye mimi ni mtoto mdogo, mimi ni mtu mzima. Alafu usichokijua, mimi nilikaa na wahenga wakaniambia dalili hizo ni za mimba kabisa. Wewe ni mjamzito. Sasa leo tunaenda hospitali Abuju, kitajulikana nyeusi, blue, ya kijani au baba. Twende hospitali. Pumbavu wewe. Shika viatu vyako, vaa, twende huko. Wewe, vaa. Njia ongoza. Leo utajua mimi ni nani. Ushenzi wewe. Hivi, kwa nini usiamue tu kusema ukweli juu ya ulichofanyiwa? Au umependezwa nacho? Unazungumzia nini kwani? Mimi najua unanielewa tu, ila unajizungusha. Kwa nini unataka kusema ukweli alichokufanyia yule daktari? Daktari? Daktari yupi? Sawa. Dr. Kitimbu namzungumzia hapa. Wewe hizo taarifa umezitolea wapi? Hii ni dunia, mtu hawezi kukunyima maneno, atakunyima tu chakula. Lakini maneno hawezi kukunyima. Wewe niambie tu ukweli. Kwa nini hutaki kusema ukweli? Wewe niambie tu ukweli. Kama unataka nikwambie ukweli, na wewe niambie, hizo taarifa umezitolea wapi? Ameniambia mumeo. Mume wangu. Basi sawa, haina shida. Wewe umeniambia kwamba nikwambie aloniambia ili mradi uniambie tu ukweli. Na nishakutajia aloniambia ni nani. Kwa hiyo naomba tu uniambie ukweli kuhusu hili swala. Wewe uko lushambi. Unatafuta ukweli gani tena mwingine? Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Karibuni sana. Asante sana daktari. Mmeshahudumiwa? Hapana, bado hatujasikilizwa kabisa. Na wasikiliza tafadhali.
Daktari, mi hapa nimekuja na tatizo. Huyu bwana mimi ni mdogo wangu. Huyu mdogo wangu nina mashaka naye. Huyu atakuwa ana ujauzito. Kuna dalili gani ulizoziona kiasi ambacho umepata muamko wa kusema umlete hapa hospitali kwa ajili ya kumpima ujauzito? Bwana daktari, mimi siku hizi ndugu yangu mimi simuelewi. Cha kwanza anakula sana, halafu cha pili siku hizi anafakamia maembe sana. Maembe makafu anafakamia huyu, na sio kawaida yake. Huyu atakuwa na ujauzito. Yaywe, shakarabashi fufu we. Binti, anayoyasema kaka yako yana ukweli ndani yake? Kwa kweli daktari, mimi sijui. Itakuwa ni wasiwasi wake tu. Buju wewe. Wasiwasi wangu nini? Wewe mjamzito afu wewe. Daktari, kampime, usimsikilize wake zake wenyewe, bila kampime huyu. Tafadhali sasa, kwa sababu umemleta hapa ili kumpima na upate uhakika, usimkaripie na usimpige. Kupiga na kukaripia hakuwezi kuleta majibu yaliyo sahihi. Zaidi utamfanya awe sugu tu. Binti, tafadhali naomba uje tupime. Mpime huyo daktari, tena upime aswa, mpime mwili mzima, na hata unzu wake pia upime. Unawezekana pia ukawa una mimba. Dokta Kitimbu, daktari bingwa wa magonjwa yote, akitibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia. Ustahimilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka, ukimsogelea tayari kalowana. Inachekesha baba yenu nachoka, kashakula mwimbili mloganzila amana ilala. Nakipita na wewe leo kesho wala baliana. Dokta Kitimbu ana balaa. Dokta Kitimbu ameshindikana. Dokta Kitimbu ana balaa. Dokta Kitimbu ameshindikana. Dokta Kitimbu ana balaa. Dokta Kitimbu ameshindikana.